First of my colleagues, and this is also the President of the International Parliamentary Union, IPU, my sister Tulia Ackson, the Speaker of the Parliament of the Republic of Tanzania, the United Republic of Tanzania. Welcome, Dr. Ackson. Your Excellency Dr. William Ruto, the President of the Republic of Kenya, I have two disadvantages. First, because I'm speaking last from the list of speakers, speakers of parliaments, but at the same time, I am a little disadvantaged because the clergy is already here, the bishop is already here, so I really have to watch my words. And that said, I will address you in Kiswahili because we have had a lot of English here. And our Papa Dominic said he was the first person to be able to speak English here. So I will not want to dwell into that. And I know the joke that comes from Kenya, that Tanzanians don't beat you in English. So I'll address you in Kiswahili for good reasons, not bad ones. Sawa, baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kuwapa pole sana wafiwa wote, mume wa marehemu, watoto wote, wajukuu na vitukuu. Lakini na sisi wote ambao kwa namna moja ama nyingine tumeguswa ama tuliguswa na maisha ya mama huyu, maisha ya bibi huyu. Poleni sana. Baada ya kusema pole hizo, nilisema kwamba hapo nyuma kidogo napata changamoto kwa sababu Papa Dominic alipopita hapa mbele alisema kwamba ataendelea kuishi peke yake na watu tusimzengee. Na sasa tuliokuwa tunakusudia kumzengea tuko wengi kidogo. Sasa ametukatisha tamaa kweli. Lakini hatutakata tamaa kwa sababu amesema vyema umri wake ni miaka 97 na kwamba baba yake aliishi miaka 106 na anakusudia kuvunja rekodi ya baba yake. Kwa hivyo bado ana muda. Kipindi hiki ni cha msiba, hawezi kuwa anatafakari kuhusu hayo. Kwa hivyo hatujakata tamaa, Papa Dominic. Sisi ambao tumejipanga kwa foleni utatuona tutakuja. Na tutafurahi kuwa wazazi wa watu kama hawa, kwa sababu wote hawa watakuwa wanatuita mama. Na kwa kusema hayo, jambo la pili, nimefurahi kwamba nazungumza askofu akiwa hapa ambaye atatuendeshea ibada hii ya misa. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ayubu 14 mstari wa 1. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Na leo tunafurahia, tuna sherehe ya mama yetu tukimsindikiza kwa heshima. Ameishi miaka 94, ni dhahiri hata hiyo 94 kwa mujibu wa Biblia ni miaka kwa kweli michache. Na pia imejaa taabu. Na katika hiyo tabu ametuambia hapa baba yeye anayo 97. Kwa hivyo binti huyu aliyelala hapa kwa kweli alikuwa bado. Na katika kuwa bado, Biblia inatupa moyo kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao na matendo yao yanafuatana nao. Ufunuo wa Yohana 14 mstari wa 13. Kwa kusema mstari huo na kwa maisha yetu kuwa mafupi, mimi namuomba Mungu katika hayo niliyopewa mafupi Kwa kweli baada ya kumsikia hapa Papa Dominic, na mimi namuomba Mungu ya kwangu yawe marefu.
Katika hayo marefu, ndugu yangu, ukija msibani uwe na la kujifunza. Yamezungumzwa mengi hapa. Mimi kama mwanasiasa nimejifunza hapa kwamba misiba ya Kenya ina mambo mengi. Katika hayo mengi nitachukua yale yanayofaa, yale ya kuyaacha hapa nitayaacha hapa. Lakini katika kujifunza huko nilikuwa napitia kile kitabu kilichoandikwa na watoto wa marehemu na wajukuu wa marehemu. Yameandikwa mambo mazuri kuhusu dada huyu, kuhusu binti huyu, kuhusu mama huyu na bibi huyu aliyelala hapa. Na ni dhahiri askofu kuja hapa, ni dhahiri rais kuwa hapa msibani, yale yaliyosemwa kwenye kile kitabu sina shaka nayo. Lakini nikitazama kule nyuma, umati ni mkubwa sana, kuashiria kwamba yale matendo mema yanayoambatana nasi tutakapopumzika katika Bwana. Bila shaka mama yetu amepumzika katika Bwana na matendo yake mema yanaambatana naye. Mimi na wewe, zamu yetu itakapofika, tutakuwa tunaambatana na mambo gani? Tutaambatana na kujua sana kutusi? Tutaambatana na kujua sana kusengenya? Ama tutaambatana na kujua sana kutukana rais wa Kenya? Sasa kila mtu atakuwa na matendo yake ndio yataenda naye. Kwa kusema hivyo ndugu zangu, nirejee tena, poleni sana. Na umati huu ulivyo mkubwa, Bwana Weta, pamoja na kwamba yule waziri wa Uganda amesema tuchukue miaka ya baba, tuchukue na ya mama, kisha tugawe nusu, ndo tuone sisi tunakaa sehemu gani. Pamoja na hayo yote, sisi wote tulioko hapa, jamani, mimi niwe nyuma kabisa kwenye foleni ya wale ambao watakuwa wanafuata baada ya mama. Poleni sana na msiba ndugu zangu, Mungu awabariki sana. Pole sana sana sana, kutoka Tanzania nzima tunakupa pole. Asante sana. Asante sana maspika wenzangu. Hawa kina dada na huyo bwana ndio walinichagua kuwa rais wao, na mmeona ni watu wa ujasiri mkubwa. Allow me now